utakuwa Ndindi Nyoro. Na ubaya ameoa. Otherwise tungeongezea msichana, si ndio? Si tungempatia msichana ya kutoka kwetu. Lakini makosa kakigoji teta, asikigoji kuila kwetab kaja kutip. Une chichi kararan magararan. Kichame bichu torori? Kali amora bokyo kokas kole kikibirwe kura. Asante sana. Wewe Faruk, wacha kuharibu maneno yangu wewe. His Excellency the Deputy President, His Excellency Rigathi Gachagua, na viongozi wote, our esteemed reverends na viongozi wote wa kanisa, bishops na kazi zao zote, Wakristo wenzangu, Bwana asifiwe. Koilel, Irosnot Jesu, Chamgei, asanteni sana. Mimi nimefurahi sana kufika hapa siku ya leo, tukiandamana na Deputy President of the Republic of Kenya. Na hata kabla niongee ile yetu ya nchi, wacha niwaambie watu wa Koilel. Vile Murkomen amesema, hii mtu anaitwa Faruk. Hii mtu ni mtu ingine ya maana sana. Na unajua watu wanasikiaga Faruk. Wanafikiria ni mtu utaenda upate ako na ofisi floor moja pale kwa rais wetu. Lakini Murkomen alikosea kusema ati ofisi ya Faruk ni kwenye Faruk ako. Mimi naona ofisi ya Faruk hata ni ile ya rais wetu wa Kenya. Kwa sababu huwezi fikia rais Faruk akisema no. Hata huyu deputy rais na rafiki yangu kufikia yeye Faruk lazima aseme yes. Na juu nimesikia sasa mnaetaka hapa kwa boma yake ati anatoa sukari gunia moja. Saa ingine anapea watu. Sipa hiyo wakati alikuwa mtu ya mkono ya deputy president. Sasa Faruk si ni mtu ya mkono ya rais. Akiwa deputy president, mtu ya mkono ya deputy president. Si alikuwa anatoa gunia moja ya sukari. Sasa akiwa mtu ya mkono ya rais, si atoe gunia moja ya sukari na gunia moja ya mahidi. Na ongeze moja ya uga ya ngano. Faruk, umenyorea togo ikarania amani. Rais our deputy president, wacha niseme hii muji na hapa Koilel ni pahali iko na furaha sana. Tumekuja hapa mara mingi sana na rais wetu ambaye ameenda kule Uganda. Na every time I come here, I feel like a son of Uasin Gishu and a son of Koilel. Na hiyo ndio Kenya ambayo tunataka kupeleka mbele. And I want to say that the elections that we just concluded is a clear manifestation that Kenya is a changed country. Kenya is a new country. That there is no more a Kenyan from the mountain, another from the rift, another from the lake, another from the north, and another one from the coast. All of us are a one Kenya. That all of us as the Kenyan people, we are the owners of the rift, we are the owners of the mountain, we are the owners of the lake, we are the owners of the north, we are the owners of the coast, because Wakenya wote wameonyeshana ya kwamba Kenya ni moja. And I want to say, Your Excellency, that the elections that we just concluded tested Kenya in all its dimensions. We tested the country called Kenya insofar as the state called Kenya is concerned, because we saw that our institutions, insofar as the state is concerned, is becoming an institution based on merit and an institution that is impersonal. Because if that was not the case, then we will not be here giving thanks and celebrating. We also tested our state
insofar as the rule of law is concerned, because we clearly saw through the Supreme Court that our judiciary is the anchor of the rule of law in this country. We also tested our country insofar as accountability is concerned, because accountability of a modern state is democracy. We saw that even under duress, even under pressure, the democracy of our country is functional, and it is functional in a manner that we are almost blind to where we come from and our ethnicities. We also tested our country called Kenya in the second regard called the nation. You know, many times, many would address Kenya and they say a nation of this place, a nation of this region. Through these elections, the nation called Kenya manifested that it is a united nation, that we are having new ideals, that our politics is no longer based on ethnicity. It is no longer based on your second name. It is no longer based on your surname. That the nation called Kenya is united, where every tribe, every religion, every background is equal before the nation called Kenya. And the last one is in regard to another component of our country called the Republic of Kenya. We manifested as the ordinary Kenyan people that we have the ability to choose our leaders, that Kenya is not for a few, it is for all of us. That is why we are here in Koilel, celebrating a son of Uasin Gishu, a chicken seller, a son of people who are not known, an ordinary boy who went to an ordinary public primary school, proceeded to an ordinary public secondary school, proceeded to a university in Kenya, studied all his degrees in Kenya. An ordinary boy is now the president, because the choice of who would lead Kenya is a choice that is sovereign to the people, the ordinary people of the Republic of Kenya. Nikimalizia, niseme tuko na changamoto mingi. Kuna wakati tumeenda mikutano na rais wetu na naibu wake, na tukakaa na wataalamu wa serikali, na tukaona tuko na deni mingi, uchumi wetu umezorota. But I'm a very confident Kenyan standing before you, fellow Kenyans, because I know the person on the steering wheel, that ordinary boy who is now the president of Kenya, the man from Uasin Gishu. Kenya would not have gotten a better leader at this particular time. And I know with our deputy president, hii changamoto mingi kama ya madeni trilioni inaenda kufika 9, kuzorota kwa uchumi, ukosekani wa kazi. I see a Kenya reminiscent of 2003, where Kenya was totally in the abyss. I see Kenya rising. I see a Kenya where you will no longer go to your MP to tell them or to ask for a connection to get a job, because we will have an abundance of jobs in the Republic of Kenya. I see a Kenya where these farmers from Uasin Gishu, which is a basket of Kenya, mutakuwa na pesa kwa mfuko, na tushaanza kuona hiyo kazi kwa vile tumeona bei ya fertilizer inashuka, itaendelea kushuka. Once we incentivize the input of our farmers, we incentivize the input within our economy, I am truly sure ya kwamba wakulima watapata pesa, wanabiashara watapata pesa, na Kenya yetu itaendelea na kunawiri. Ama ni aje manaiba wa rais? Si tuko namna hiyo? Mimi nawashukuru sana kwa kusupport rais wetu on the 9th of August hapa Uasin Gishu na Rift. Mulipea rais wetu na naibu wake karibu kura zote, mukamushikilia kama kijana wa nyumbani. Na pole kwa kutumia that phrase kijana, kwa sababu tunaongelea rais, but I'm sure that is the language you understand most. Na kwa hiyo kazi mumefanya, tukachukua hiyo ingine yote tulipewa katika nchi ya Kenya na ikatagazwa, na wakajaribu njia zote, wakaona ya kwamba haswa Wakenya wameongea, na wameongea kwa kauli moja. Thank you very much for waking up very early in the morning supporting our president, na ndio maana tuko hapa kama servants wenu. May God bless you, na Mungu aendelee kubariki nyinyi wote.
Very good. Sasa